Moja ya statement ambayo Yesu aliisema na ni ya kuizingatia ni statement ambayo ilitoka kwenye Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 aliposema mti wowote ambao Baba hakuupanda utang'olewa. So kuna miti ambayo Mungu binafsi hajaipanda, na hii miti imechepua kwenye maisha ya kila Mkristo, maisha ya Wakristo wengi. Kuna hii miti, angalia, huu mti ukichipua kwenye ardhi ya ndoa, maana yake ndoa haitaenda kokote, itakuwa na uchungu. Au ikichukua kwenye kazi, biashara, hatima au chochote kile cha Mkristo, maana yake tutegemee kuona kwamba maisha ya huyu Mkristo hayatakuwa sawa. Okay, Adam anapewa maagizo asile mti, tunda la mti fulani. Najiuliza swali moja, what if Adam angeng'oa ule mti? Maana yake ukishindwa kuung'oa ule mti ambao Yesu anasema lazima ung'olewe, ule mti utakung'oa kwenye Eden yako. Sipo Adam failure, kushindwa kung'oa ule mti, kuuangusha ule mti, ndio ulimuangusha Adam. Napenda kukukaribisha Jumapili hii saa 8:30 mchana Sinza kwa Remi. Karibu kwenye ibada yetu. Mimi binafsi Apostle GC Angel nitakuwa nikihudumu hapo. Karibu na upate nafasi ya kuomba pamoja na sisi kung'oa kila mti wa kipepo, kila mti ambao Mungu hakuupanda. Biblia inasema lazima ukubalike kung'olewa, kwa sababu hii miti tusipoweza kuing'oa itatung'oa sisi. So we need to uproot it before it uproots our life. Inabidi tuing'oe kabla haijang'oa uchumi wetu, inabidi tuing'oe kabla haijang'oa ndoa zetu. So I want you to be there Jumapili saa 8:30 mchana. Uwepo Sinza kwa Remi. Video ya maelekezo iko pinned kwenye Instagram, iko pinned kwenye TikTok pale. Angalia ile video, itakuelekeza namna gani ya kufika paka mlangoni. Uje tuombe pamoja na tung'oe kila mti wa kipepo ambao shetani amepanda, na huo mti umewekwa pale specifically kuhakikisha kwamba unatuenda kutung'oa kwenye Eden yetu. Tunaenda kuung'oa sisi kwenye Eden ya maisha yetu. Power.